msingi inaweza kuboreshwa. Naomba nitumie nafasi hii kuendelea kuwakumbusha wakurugenzi wa halmashauri kufanya tathmini katika shule hizi chakavu na kuweka katika mpango na bajeti na kwa kuanzia kwenye mapato ya ndani ili shule hizi ziweze kufikiwa na kufanyiwa ukarabati. Kwa hiyo kwa nafasi hii naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali itafika katika shule hizi chakavu ili iweze kuzirekebisha na ziweze kuwasaidia wanafunzi wetu. Mheshimiwa Charles Kajege, swali la nyongeza. Samahani, Mheshimiwa Samuel Hayuma, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Je, ni lini serikali itapeleka fedha shule ya msingi Basodesha ambayo ni shule maalum kwa watoto wa wafugaji na ni shule ya bweni ili majengo yake yaweze kukarabatiwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka 4 imefanya uwekezaji mkubwa wa zaidi ya trilioni 5.1 katika upande wa kuboresha elimu msingi na elimu sekondari. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, dhamira ya serikali ni kufika katika shule nyingi zaidi kuziboresha kwa ajili ya kuhakikisha watoto wetu wanapata maeneo mazuri ya kujifunzia na walimu pia wanapata maeneo mazuri ya kufundishia. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge serikali itafika katika shule alizozitaja katika jimbo lake kwa ajili ya kuhakikisha zinakarabatiwa na zinakuwa katika hadhi nzuri. Mheshimiwa Shaban Shekilindi, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Je, ni lini serikali itapeleka pesa za ukarabati katika shule ya Makanya, shule ya msingi Makanya pamoja na shule ya msingi Kwai, maana shule hizi zimechoka na ni za zamani mno tangia mkoloni. Mheshimiwa Spika, naomba majibu kwa naibu waziri. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nimhakikishie Mheshimiwa Shekilindi kwamba katika kipindi cha miaka 4 shule chakavu za msingi 832 zimefikiwa. Nimhakikishie serikali tayari imeshaanza kuzifikia shule hizi chakavu na itaendelea kufikia shule nyingi zaidi. Nimhakikishie kwamba na yeye katika jimbo lake serikali itafika kwa ajili ya kufanya ukarabati katika shule alizozitaja. Mheshimiwa Steven Lujuahuka Biabato, mbunge wa Bukoba mjini, sasa ulize swali lake. Je, lini barabara ya Lake Oil Ijuga Nyondo hadi Kiamunene itajengwa kwa kiwango cha lami? Spika, katika mwaka 2024-2025 barabara ya Lake Oil Ijanga Nyodo hadi Kiamunene imetengewa shilingi milioni 40 kwa ajili ya matengenezo ya changarawe urefu wa kilomita 2.078 na ujenzi wa mifereji mita 800. Aidha, mkandarasi wa kazi hiyo ameshapatikana na anatarajiwa kuanza hivi karibuni. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2025-2026 barabara hiyo ipo pia imewekwa kwenye mpango wa bajeti kwa kutengewa shilingi milioni 33 kwa ajili ya matengenezo ya kiwango cha changarawe urefu wa kilomita 2 ili kukamilisha urefu wa kilomita 4.078. Mheshimiwa Steven Biabato, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, lakini na maswali madogo mawili. Mheshimiwa Spika, barabara hii ni ya kimkakati kwa manispaa yetu ya Bukoba. Inaenda kwa mwekezaji mkubwa wa shule ambao zinafanya vizuri kitaifa za Kaizirege na Chemibos, na yeye amekuwa akishirikiana na serikali kutengeneza barabara hii. Sasa ninaomba commitment ya serikali kwamba ni lini itawekewa lami ili endelee kuhudumia vizuri mwekezaji huyu lakini na wakazi wengine wa maeneo hayo. Lakini swali la pili, Mheshimiwa Spika, nilimuomba juzi Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI kwamba mradi wa TACTIC utakapokamilika basi usainiwe pale Bukoba mjini ili wana Bukoba mjini waweze kuona kwamba jambo hili linaanza kufanyika. Sasa naomba kujua ni lini mradi huo utasainiwa ili barabara zaidi ya kilomita 10 ziweze kutekelezwa katika jimbo la Bukoba mjini. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa mbunge kwa maswali yake ambayo ni ya kimsingi, anataka kuona miundombinu ya barabara inaboreshwa katika jimbo lake. Kuhusiana na swali lake la mwanzo, kama nilivyotangulia kujibu katika majibu ya msingi kwamba barabara hii ya Lake Oil Ijunga Nyodo ipo katika mpango wa kufanyiwa ukarabati, lakini lengo na nia ni kujenga barabara hii katika hadhi ya lami. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba katika kipindi cha miaka 4 tayari katika halmashauri ya manispaa ya Bukoba
jumla ya bilioni 9.6 zimewekezwa kwa ajili ya kukarabati na kujenga barabara za lami na mtandao wa lami umeongezeka kutoka kilomita 34.29 mpaka sasa mtandao wa lami ni kilomita 43.54. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali itaendelea kuongeza mtandao huu wa lami na itaifikia barabara hii muhimu kabisa ya Lake Oil Ijunga Nyodo. Lakini kuhusiana na swali lake la pili, Mheshimiwa mbunge ameulizia kuhusiana na utekelezaji wa mradi wa TACTIC. Ni kweli manispaa ya Bukoba mjini na yenyewe ni miongoni mwa miji 45 ambayo inanufaika na mradi huu wa TACTIC. Na kwa awamu hii au kwa wakati huu tuliokuwa nao tayari mradi wa ujenzi wa barabara kilomita 10 katika jimbo la Mheshimiwa mbunge unaendelea na evaluation. Na tunatarajia mwezi Mei tutasign mikataba ili mkandarasi sasa aweze kukabidhiwa site na aanze ujenzi. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa mbunge yeye na wananchi wake wa manispaa ya Bukoba mjini wakae mkao wa mapokeo. Barabara hizi zinakuja kujengwa kupitia mradi wa TACTIC pamoja na miundombinu mingine ya soko na stendi. Mheshimiwa Hussein Amar, swali la nyongeza. Asante. Kwa kuwa barabara ya kutoka Kahama, Nyang'olongo, Bukwimba, Karumwa mpaka Busolwa magari makubwa mazito yameharibu barabara hiyo, je, serikali itapeleka lini fedha kwa ajili ya kufanya matengenezo ya kawaida? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, katika serikali ya awamu ya 6 bajeti ya TARURA imeongezeka maradufu kutoka bajeti ya bilioni 275 kwa mwaka mpaka sasa bajeti ya TARURA imefikia bilioni 710. Lengo ni kufikia mtandao mkubwa zaidi wa barabara hizi ambazo zinahudumiwa na TARURA. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tunatambua umuhimu mkubwa wa barabara aliyoitaja hasa kiuchumi, lakini kwa kuwasaidia wananchi kufikia huduma za kijamii. Nimhakikishie serikali itafika kuja kutengeneza barabara hii. Mheshimiwa Subira Mgaru. Mheshimiwa Palanjo, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi. Ujenzi wa barabara ya Akeri hadi Ndombo kwa kiwango cha lami umesimama sasa hivi kwa takriban mwaka 1.5. Je, lini serikali inakwenda kupeleka pesa sasa hivi kwa ajili ya kumalizia hiyo kazi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Palanjo. Amekuwa akifuatilia kwa ukaribu sana kuhakikisha katika jimbo lake miundombinu ya barabara hizi zinazohudumiwa na TARURA zinaweza kujengwa ziwe kwenye hadhi nzuri na kuweza kuwasaidia wananchi wake. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tutaendelea kufuatilia kuhakikisha mradi huu kama kuna changamoto yoyote unakuamuliwa ili uweze kuendelea na uweze kukamilika na uweze kuwanufaisha wananchi wako. Mheshimiwa Priscus Tarimo, swali la nyongeza. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa serikali imeshatoa fedha kwa ajili ya barabara 2 kutoka Clock Tower kuja YMCA, na kwa kuwa barabara ya Arusha nayo imeshafikia hatua ya utangazaji kwa ajili ya Double Road, je, ni lini serikali itarejesha fedha kwa ajili ya Double Road kutoka YMCA mpaka KCMC ambazo zilichukuliwa kwa ajili ya kutokana na mafuriko yaliyotokea, na hiyo ni ahadi ya Rais? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa mbunge kwa swali lake zuri na niendelee kumhakikishia kwamba ahadi za viongozi wakuu ni kipaumbele namba 1 katika mipango ya utekelezaji wa majukumu ya serikali. Naomba nimhakikishie kwamba serikali tutafuatilia kuhakikisha kwamba barabara hizi alizozitaja zinaweza kupatiwa fedha na zinaweza kujengwa ziwe katika hadhi nzuri ili ziweze kuwanufaisha wananchi wake. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa bunge. Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora, Mheshimiwa Dr. Alice Karungi Kaijage, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Je, serikali ina mpango gani wa kufuatilia waajiri ili wawe wanatoa mafunzo kwa watumishi kabla ya kustaafu? Swali hili limeelekezwa Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora. Mheshimiwa Spika, serikali imetoa maelekezo kwa waajiri kupitia kanuni G17 ya kanuni za kudumu katika utumishi wa umma za mwaka 2009 kuhakikisha wanaandaa mipango ya mafunzo kwa watumishi na kufanya tathmini ya mahitaji ya mafunzo kwa maana training need assessment
kutenga bajeti na kusimamia utekelezaji wake. Katika kutekeleza maelekezo hayo kwa kipindi cha mwaka 2022-2023 hadi mwaka 2024-2025, jumla ya watumishi 336 kutoka katika waajiri mbalimbali walipatiwa mafunzo kabla ya kustaafu katika chuo cha utumishi wa umma. Mheshimiwa Spika, hata hivyo, serikali itaendelea kuwasisitiza waajiri kuhakikisha suala la mafunzo kwa watumishi kabla ya kustaafu linapewa kipaumbele katika utumishi wa umma. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Asante sana. Mheshimiwa Dr. Alice Kaijage, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, nilikuwa na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza: je, serikali haioni sasa kuna haja ya kuhusisha mifuko ya hifadhi ya jamii katika kutoa elimu kwa wastaafu watarajiwa, kwa sababu wanasema wanatoa kwa muda mfupi na kwao wanaona haina tija? Kwa hiyo ili pengine ni gharama, hii mifuko inayohifadhi fedha zao, kwa nini ikawa mhusika mkuu wa kutoa elimu kwa wastaafu watarajiwa kwa kipindi cha kutosha? Swali la pili: je, serikali ina mpango gani kutoa upendeleo kwa wastaafu ili kupata uwekezaji katika hati fungani za BOT kama ilivyo kwa baadhi ya taasisi chache? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Dr. Alice kwa namna anavyofuatilia masuala ya watumishi. Nikijibu maswali mawili ya nyongeza, ameuliza ni namna gani serikali tuna mpango wa kuhusisha mifuko ya jamii katika kutoa elimu ya wastaafu kabla hawajastaafu. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, jambo hili tumeliweka kwenye utekelezaji na taasisi za waajiri zimeanza sasa kuweka mpango wa kushirikiana na mifuko hii ya hifadhi ya jamii kutoa elimu. Lakini pia tunahakikisha sasa tumetoa maelekezo kama serikali, elimu hii inatolewa mapema, kwa sababu wengine wamekuwa kitoa elimu hiyo kwa wastaafu mwezi mmoja kabla ya kustaafu, ambayo inakuwa haiwasaidii. Sasa tumejipanga kutoa elimu hii mapema ili sasa kumpa nafasi mstaafu, anapostaafu anakuwa tayari anajua afanye nini baada ya kumaliza utumishi wake wa umma. Juu ya kuwekeza kwenye hati fungani, Mheshimiwa Spika, serikali pamoja na elimu ambayo tumesisitiza kutoa kwa wastaafu ni kuwekeza kwenye hati fungani, kwa maana ni sehemu ambapo riski yake ni ndogo. Na kupitia mfuko wetu wa UTT AMIS tumeanzisha product ya wekeza bond, kwa maana bond fund, ambayo inatoa masharti nafuu kabisa na ambayo inamwezesha mstaafu kupata gawio lake kila mwezi. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Angelina Mabula, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Pamoja na mpango mzuri wa serikali ambao upo kwa ajili ya watumishi wanaotarajiwa kustaafu sasa, je, ni nini hatua ya serikali kwa wale ambao walistaafu zamani na hawakuwa na bahati ya kupata mafunzo lakini bado wanadai mafao yao hawajapata, wakiwemo wale waliokuwa watumishi wa East Africa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mabula kama ifuatavyo. Ni kweli kuna baadhi ya wastaafu ambao hawakupata faida ya mafunzo haya, lakini kama serikali tumeweka mkakati na wengine bado wanaendelea kudai mafao hayo. Tutakapokuwa tunashughulikia masuala hayo, tutahakikisha pia tunaongea na waajiri wao wa zamani kuhakikisha wanapewa mafunzo ili tutakapokamilisha kuwalipa fedha hizi waende kuwekeza mahali ambapo patakuwa na tija zaidi na kutokuacha stranded. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri Sangu, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge. Mheshimiwa Bunge, tunaendelea na Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Eid Kasim Idi, mbunge wa Msalala, swali lake litaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Santiel Kirumba. Asante Mheshimiwa. Serikali ina mpango gani wa kuwaunganishia umeme wateja waliolipia kabla ya mabadiliko ya bei katika halmashauri ya Msalala? Majibu. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia wakala wa nishati vijijini yani REA imekamilisha kupeleka umeme vijijini na sasa inaendelea na kupeleka umeme vitongojini, ambapo katika maeneo haya wananchi wanaunganishwa umeme kwa gharama ya shilingi 27,000. Mheshimiwa Santiel Kirumba, swali la nyongeza.
Mheshimiwa Spika, kwa kuwa halmashauri ya Msalala imeshatenga eneo kwa ajili ya ujenzi wa ofisi na Mheshimiwa mbunge ametoa tofali 1000 kwa ajili za kuanzia ujenzi, je, serikali imejipangaje kukamilisha ujenzi wa ofisi hii? Na pia swali la pili, ofisi hii ya Kitanesco imekuwa na changamoto ya watumishi na pia vitendea kazi. Serikali imejipangaje kupeleka vitendea kazi pamoja na watumishi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge yote kwa pamoja kama ifuatavyo. Kwanza, serikali inawapongeza wananchi kwa jitihada hizi walizozifanya za kusaidia katika ujenzi wa ofisi hii. Lakini pili, tunashukuru kwa taarifa hiyo. Tunaichukua, tutawatuma wataalamu wetu waende kuona kazi ambayo imeanza kufanyika, alafu jambo hili tutaliweka kwenye mipango yetu. Mheshimiwa Catherine Magige, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Wilaya Ngorongoro imekuwa na changamoto kubwa ya kukatika kwa umeme mara kwa mara. Na nimekuwa nikiongea hapa, serikali imekuwa ikiniahidi kutatua kero hii ambayo ni kubwa sana kwa wananchi wa Ngorongoro mkoa wa Arusha. Je, nataka kufahamu ni lini sasa serikali itatatua kero hii kubwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali moja la nyongeza la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli katika maeneo kadhaa nchini tuna tatizo la kukatika kwa umeme, na tatizo hili linatokana na uchakavu wa miundombinu ya kusafirishia umeme. Niombe waheshimiwa wabunge waendelee kuwa na subira wakati serikali inafanya kazi kubwa sana ya kuboresha miundombinu hii. Mheshimiwa Joseph Mkundi, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Ni kwa nini sasa serikali sitoe mwongozo wa kuonyesha tofauti ya malipo ya kuvuta umeme wa kiwango cha 27,000 na 300,000 kulingana na maeneo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Tayari serikali imekwisha kutoa mwongozo huu. Tunachoweza kufanya sasa ni kuendelea kutoa elimu ili jambo hili liweze kueleweka kwa upana. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Joseph George Kakunda, mbunge wa Sikonge, sasa ulize swali lake. Je, lini serikali itawezesha wakulima wasio na fedha taslimu kupata mikopo ya mbolea ya ruzuku?